السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام إخوة الإيمان. Kuna safari isiyoepukika ambayo kila kiumbe hai amewekewa. Safari hii isiyo na tarehe maalumu, lakini yakini yake haina shaka. Ni safari ambayo hata wafalme, manabii na marafiki wa Mungu hawakuikwepa. Na katika safari hii kila mmoja huonana na ujumbe wake, si kwa hasira bali kwa kazi iliyoandikwa. Leo tutaangazia kisa cha rafiki wa Allah ambaye alitamani urafiki huu udumu daima bila kukatizwa na uchungu wa mauti. Lakini je, inawezekana rafiki akamchukia rafikie alipomtuma mjumbe wake? Inasimuliwa kwamba malaika wa mauti alipotumwa kuchukua roho ya Nabii Ibrahim alayhi salam, ambaye anajulikana kama Khalilullah, rafiki wa Mwenyezi Mungu. Nabii Ibrahim alimuuliza, ewe malaika wa mauti, je, umewahi kumuona rafiki akimuua rafiki yake? Swali hili lilitoka moyoni kwa uchungu na mshangao, kwani Nabii Ibrahim alikuwa na mapenzi makubwa kwa Mola wake na hakutaka kuonja uchungu wa mauti. Malaika wa mauti akajibu kwa hekima, ewe Ibrahim, je, umewahi kumuona rafiki akichukia kukutana na rafiki yake? Maneno haya yalimgusa sana Nabii Ibrahim, yakalainisha moyo wake, naye akakubali kufariki kwa utulivu na ridhaa, kwa kuwa sasa alielewa kuwa mauti ni njia ya kukutana na Mola wake mpenzi. Wapenzi wasikilizaji wa simulizi za Kiislamu, hakika kifo si adhabu kwa mcha Mungu, bali ni mlango wa kukutana na mwingi wa rehema. Nabii Ibrahim alielewa kuwa urafiki wake na Mola hauishi duniani, bali unakamilika kwa kukutana naye. Maneno ya malaika wa mauti yakawa ni nuru ya utulivu, yakaufuta wasiwasi na kumfungulia mlango wa amani. Na sisi pia tuzitakase nyoyo zetu, ili siku ya safari tukiambiwa, ewe roho njema, rudi kwa Mola wako, tuwe tayari kama rafiki anayekutana na rafiki yake. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.